Naam, hii ni hadithi ya Mama Asha. Hii ni sehemu yako pendwa kabisa, sehemu ya 4. Nikukaribishe kusikiliza sehemu hii ya 4 ya hadithi tamu ya Mama Asha. Kama bado hujasubscribe, basi subscribe, like, share, comment ili kuwa kwanza kuipata hii hadithi pindi tu tutakapokuwa tumeiachia. Na nipende kukukaribisha sana na naomba sikio lako penzi msikilizaji, na hisi hautapoteza muda wako. Ni hadithi tamu na ya kusisimua. Kama ilivyokuwa kawaida, ukiwa maskini matatizo nao hayaachi kukuandama. Hivyo hii nayo haikuwa siku nzuri sana kwa Mama Asha. Mtoto wa mwisho ambaye anajulikana kwa jina la Kasim alikuwa anaumwa sana. Hivyo Mama Asha hakuwa na budi kusubiri tu asubuhi kukuche, maana kituo cha afya kilikuwa kipo mbali. Kulipokucha asubuhi, Mama Asha alikwenda kumwona daktari ili aweze kumtibu mtoto wake. Hivyo daktari akafanya vipimo kwa usahihi kisha kumpa majibu Mama Asha. Akamwambia kwamba mwanao anauma kali sana, hivyo amepungukiwa na maji pamoja na damu. Hivyo maji hapo hapo hospitali tutaweka. Kuhusu swala la damu, inabidi utafute watu kuja kuchangia damu. Mama Asha hakuwa na budi kuondoka hospitali hapo kwenda kutafuta msaada wapi anaweza akapata damu ili aweze kumtibia mwanae. Hakika omba tu asikukute, endelea kuomba hivyo hivyo, endelea kumkuta Mama Asha. Mama Asha alifanya jitihada nyingi na juhudi nyingi za kuhakikisha anafanikiwa kupata watu kuja kuchangia damu, lakini kwake ilikuwa mtihani na ni ngumu sana bila mafanikio kupata kitu chochote. Hivyo Mama Asha hakuwa na budi, alikuwa akiendelea bado kupambana aone wapi anaweza akapata msaada. Kama bado hujasubscribe channel yetu, basi huu ni muda wako sasa kusubscribe ili usipitwe na kazi mpya pindi tu itakapokuwa imeachiwa. Wewe utaipata ukiwa wa kwanza kabisa. Mama Asha alipambana sana hakika katika hili, na vile vile watu bado na wazee mbalimbali, watu maarufu hawakuacha kumshauri Juma ambaye pia ni baba Asha kuhusu kurudi katika familia yake, kuangalia namna bora ya kulea familia. Wakawa wanamsihi sana, jamani, ndugu yangu Juma maskini na wanawe, tajiri na pesa zake, hakikisha wanarudi kwenda kulea ile familia iwe katika misingi ile kwa bora. Lakini Juma sidhani kama alikuwa anaelewa kitu juu haya ambayo yeye alikuwa anashauriwa. Licha ya jitihada nyingi ambazo Mama Asha alizifanya jinsi ya kuokoa uhai wa mwanae, lakini ikawa imeshindikana. Kasim aliacha dunia, akawa amefariki. Mama Asha hakika siku hii kwake ilikuwa ngumu zaidi. Haikuwahi kutokea siku ngumu zaidi ya hii. Licha ya jitihada zote alizozifanya, lakini kazi ya Mungu haina makosa. Mama Asha alilia sana, lakini huku upande wa pili sasa anaonekana mtu akiwa anapiga vitu vyake, akiwa na vibinti vidogo ambao alikuwa anampa burudani. Hakika Juma alikuwa mbinafsi sana, wala hakujali maumivu ya Mama Asha alikuwa anapitia kwa wakati huo, licha kutumiwa salamu mbalimbali. Je, wewe unadhani ni nini hasa kitaendelea katika sehemu ya 5 ya tamthilia hii, hadithi hii tamu na kusisimua? Hakika usikubali kupitwa. Kama bado hujasubscribe, subscribe mapema ili uwe wa kwanza kabisa kupata hii